nimeahidi nicheni, nishafanya maagano na majini, nimeambiwa nisizini wala kukumbatiana na mabinti. Utanisamehe, najua kwako ni ngumu. Mimi Cheni nimekukumbusha tu hivyo, ndoto uliyoyota itakutokea kweli endapo kama utavunja masharti uliopewa. Inaonyesha kuwa huyo binti unaishi naye humo ndani anakupenda sana, hivyo kuwa makini naye. Epuka kukumbatiana naye wala kuzini naye. Kama ukikaahidi haya masharti, kitakachokukuta tusilaumiane baadaye. Cheni ya ajabu, oh Cheni ya ajabu, umenipa furaha na machozi. Cheni ya ajabu, oh Cheni ya ajabu, umenifanya Kwa hapa nilipofikia, sina matumaini yoyote ya kumpata Saada. Hivyo naona bora tu nikubali maamuzi ya wazazi, niachane na Saada na nimsahau kabisa, maana hakuwa riziki yangu, ila itanibidi nirudi duniani kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa yule binadamu ambaye alinishambulia. Tena yeye ndo mhusika alisababisha mpaka Saada kuingia kifungoni, na tegemeo lake ni yule binadamu ambaye ana Cheni. Natumaini sasa hivi nikienda nitamkuta yupo peke yake. Lazima niende nikamshambulie. Siwezi kukubali. Wazazi watanisamehe kwa hili. Nitaenda kimya kimya. Hivi unajua kinachoendelea ndani ya hii mji? Hapana, sijui kwa nini kinaendelea. Inasemekana mtoto wa mfalme amepata matatizo, alipoenda duniani alipata Saada. Matatizo? Lakini sasa anaendeleaje? Inasemekana anaendelea vizuri. Asante Mungu, bwana hata anaendelea vizuri. Kwa nini tena? Bwana sema asante Mungu. Ushaanza kumpenda nini? Kiukweli mimi mtoto wa mfalme nampenda na nina ndoto naye, nataka nifike naye mbali. Nilikuwa naomba ushauri, nifanye nini ili niweze kufika naye mbali? Mtoto wa mfalme kuwa naye inabidi ujenge ukaribu naye kwanza. Mazoea yale wana mazoea naye, ukaribu kwa wingi. Akipatwa na matatizo unakuwa karibu naye muda wote. Uenda anaweza kaanza kupenda na yeye. Sawa, nimekuelewa. Nitazingatia ushauri wako. Sawa, mimi ngoja niende, ila uzingatie nilokuambia. Sawa, mimi nimekuelewa.
Lisa, umefuata nini duniani? Nimekuja kukusaidia mwana mfalme. Lisa, jukumu la kunisaidia sio la kwako, hilo ni jukumu la walinzi. Wewe mlinzi. Alafu kitu usichojua hapa duniani ni hatari sana. Sio unakuja tu kirahisi rahisi. Wewe tena. Haya. Leo una mpya gani? Maana ukosi jipya wewe. Kila ukija yani unanitokea kwenye mazingira ambayo yasiyo stahili kabisa. Sijapenda na sitotaka huje tena duniani. Sio, umenielewa? Pasta, mimi leo nimekuja kistaarabu. Sijakuja kukuua kabisa. Sasa, wewe unasema umekuja kistaarabu. Kivipi? Wakati siku ile uliniadhibu hali ya kuwa sijui kosa langu. Kinachoniuzi mimi kwenda kuniweka chooni. Wakati mimi ile cheni unatakiwa lini univae muda wote, mimi cheni huo unatembea na mimi, unapoenda uwe na mimi muda wote, niwe msafi kwenye mwili wako. Lakini kama ni chooni, mimi nimekuweka pale mezani, sijakuweka chooni. Sasa iweje unanambia kwamba nimekuweka chooni? Hebu naomba uniachie. Naweza kujisaidia mwenyewe, sababu bado nina nguvu. Lakini mwanamfalme hali yako bado haijakaa sawa. Nimekuja kukuchukua twende nyumbani. Sawa. Ila kwa sharti moja. Naomba hiki kilichotokea hapa wazazi wangu wasijue, kwa sababu hawahitaji kabisa nije duniani. Kwa hiyo wakija kujua itakuwa ni mtihani. Sasa naomba iwe siri kati yangu mimi na wewe. Wakija kujua wazazi wangu, nitajua wewe ndio umetoa hii siri. Hatutaelewana, sawa? Ndio nimekuelewa. Kuniweka mezani sio shida. Nachotaka mimi univae shingoni mwako. Ila unaponivua mimi naishiwa nguvu. Wewe unatakiwa univae mimi muda wote. Ili niweze kupata nguvu za kukupa wewe utajiri. Ukinivua naishiwa nguvu, ndio maana nashinda kukupa wewe utajiri. Sasa nimekuelewa vizuri. Mimi naweza kwa nikazingatia nisikuvue na kuvaa muda wote. Lakini ukumbuke hapa mimi naishi na binti. Na huyo binti akisha kuona kwa umbile hilo italeta matatizo.
Kuhusu hiyo hata usijali, hata niona mtu yoyote kabisa, kuwa na amani. Kuna nini hapa? Bwana nasikia makelele eh? Kuna kitu gani hapa eh? Bwana nasikia makelele, kuna mtu yoyote unagombana naye hapa? Hamna kitu, hamna kitu. Nasikia kabisa unagombana na mtu afu unaniambia hamna shida kweli? Ninapita njia wamepita hapo wamenisalimia ndio maana. Kwa hiyo hamna kitu. Bwana kama una wasiwasi fulani hivi ni. Hamna. Sawa, mimi nipo ndani naendelea na kazi zangu. Sawa. Kama kutakuwa kuna shida utaniambia. Haya. Umeona Kapasta? Mimi nikija hapa hata niona mtu yoyote zaidi yako wewe. Kwa hiyo kuwa na amani. Mimi najibadilisha. Nachohitaji mimi univae ni mwilini mwako. Muda wote ukienda sehemu yote uwe na mimi mwilini mwako. Sawa. Cheni ajabu, oh cheni ajabu, umenipa furaha na machozi. Cheni ajabu, oh cheni ajabu, umenifanya tajiri na masikini. Naitwa Kapasta nikiwa na Mulile rafiki wa kweli. Kiwandani tulikaza tukichapa kazi. Siku moja bosi katupa habari ya huzuni, wafanya kazi kupunguzwa ghafla, sababu haijulikani. Jina langu likata. Kaka, nimekutafuta sana. Kuna shida gani? Kaka, nimekutana bana kule. Nimekutana na mtu mmoja hivi anatafuta dawadi. Nani yule? Yule wewe mjui? Yule wewe mjui? Yupi huyo? Hapa kwako hapa, yaani tuseme mwenye kibanda. Mwenye nyumba yangu? Mwenye kibanda kaka. Shida nini? Unataka kujua shida? Shida katafuta madalali. Vitu vyako vimefanya yeye, vimeondoka. Tafuta dalali, vitu vyako viuswe. Nisikilize mwanangu Ngundangunye. Najua hizo taarifa mimi ninazo. Na najua yule jamaa kile kibanda cha ulisi, na hajui kwamba maisha kuna kupanda na kushuka. Leo mimi, kesho yeye. Sawa. Kwa hiyo nashukuru sana ndugu yangu kwa taarifa zako, ila hilo jambo alifahamu vizuri, na yeye mwenyewe kaja kuniambia kwamba atauza vitu vyake kwa fresh. Nikamwachia Mungu tu. Vipi wife? Safi mume wangu. Vipi za huko? Namshukuru Mungu. Mbona nje? Si unakumbuka kuna hela nilikuwa nimekuomba mume wangu?
Mimi sishakwambia wife sina hela. Yaani nipo pololo sina hela. Mume wangu hela una. Si umetoka kuuza vitu vya kapasta juzi wewe ambapo ameshindwa kulipa kodi. Sasa vitu vya kapasta siliko na maliza ile nyumba ya kule bondeni. Wewe mke wangu unafurahi tunavyoishi chumba kimoja hapa tuna banana fresh. Lakini mume wangu mbona unanifanyia hivyo? Hiyo hela nimeanza kukomba tonga muda kabla hujauza vitu vya kapasta. Na isitoshe sasa. Kile kijumba cha ulisi ndio kinachompeleka futa. Kaka nimekutana naye. Tembea vilabu vyote vya pombe Ibanda huko. Kwa mama Sokoine huko. Anatafuta madalali. Aishapata. Yeye aliniambia taarifa ninayo mbona hiyo. Vitu vimeenda. Asibaridi. Sasa maisha hii jelo. Sasa ndugu yangu Ngundangunya. Wewe unajua kabisa majanga ambayo nilokuwa nayo. Kazi sina. Hilo la kwanza. La pili, hapo sasa hivi umeniletea taarifa kuwa vitu vyangu vya ndani vishauzwa na mwenye nyumba yangu. Sasa mwanangu, unaniomba jelo kweli mwanangu, hata mimi mwenyewe sielewi sasa hivi. Ongea jambo la msingi sana. Sasa fiki huko. Anyway basi. So case. Mimi nafika hapo, kuna mission naenda kuangalia. Nikirudi takukuta pale wewe unashindaga pale ubanda pale kwa bibi mkubwa wako yule. Pale nipo asubuhi mchana jioni. Nitakuungisha huko. No. Sasa ile pesa mimi nimechukua hapo, nilivyouza vile vitu vya kapasta, nimepeleka kule. Kwa vizuri, anamalizia ile nyumba. Kwa vizuri. Sasa wewe kama umelizika kuika kwenye chumba kimoja mimi sijalizika. Alafu utaala wangu sio kuika kwenye chumba kimoja, mwenyewe unaelewa. Mume wangu lakini ukiona nimemjua ambaye anakuchanganya, yani hela unachukua unaenda kumpa yeye. Nitakula naye sahani moja. Sasa unakulaje sahani moja wakati niko nakwambia niko namalizia ile nyumba? Wewe kuwa basi muelewa, subiria nyumba iishe alafu tutoke hapa uende kule kuiona. Ushaanza magubu yako. Mimi sitaki hao magubu yako. Mimi najichenga tena. Naona nakuja nyumbani kelele kibao. Mimi najikataa. Sio kama kelele kibao. Wewe sawa tu. Ila mimi nitajua tu kila kitu. Nitajua tu. Mungu yupo ananisaidia. Sasa wewe kama umeanzisha yako ni ya kwako. Mimi simo huko. Niacha nijikatae. Wewe nenda tu ila ipo siku nitajua. Na nikijua unanijua vizuri. Achana na mimi. Nikianzisha moto kuuzima uwezi. Vipi mimi? Mbona jibu langu yani naona unazungusha sana kila siku. Tatizo nini mama? Kwani si nilikwambia usubirie jibu lako la kupa. Sasa nitasubiria nini mimi mpaka lini? Kila siku unafurahi nikiwa natangatanga kutafuta. Nikikupigia simu ushiki. Yaani acha kunizungusha kama pesa ipo. Na nyumba mbili huko chini bondeni. Kodi zote nachukua mimi. Bado kuna boya amejichanganya mtaa. Kaja akashindwa kulipa kodi, kwa hiyo vitu vyote nimeuza. Kwa hiyo mfukoni pesa ipo. Kwa mwanangu mzala jana sinilingia juu pale bondeni pale ground. Wamefika pale mwanao sio alitoa wapi kile kitu mwanangu. Kwa nimekula dawa hizo. Ili nimetinga mtiti. Sielewi niko hapa soba kukaa. Nikatoka zangu ningingia mtaani. Nifika mtaani sielewi hata simu nilitupa. Unajua zile. Saa 2 tumeshalala. Maana hata hujaona simu yangu wala nini. Sielewi yani jana yenyewe nikasielewi shoti mtiti mwanangu mambo kibao. Nikaona hapa hivi. Hapa nilale. Ndio maana hata sijaona hata simu yangu. Si unajua. Wewe mzazi ujue umeshakuli vipi mwanangu ujue. Mwenye jana ujue nimekucheki dakika mwisho ujue sijui simu nzima ujue. Sasa nikwambie. Afuli kwa sielewi maisha yangu vipengele vyangu unajua bwana. Sasa mimi dakika mwisho jana nilipagawa sana nimetafuta ng'ombe nimekosa mwanangu. Jana ilikuwa shoti. Jana shoti kisha. Jana ilikuwa shoti afu ajomba alikuwa anazurura tu unajua. Mwenyewe nilipotoka tu mdogo kaniwasha wae. Hapanya ameingia ajomba nikasema kweli. Mungu na aone unajua si.
Usifikiri labda nakufuatafuata tu hivi utaania utoteseka ukiwa na mimi. Amini hilo. Mima. Nilikuona macho yako yakanena, ukarusha tabasamu likaniteka sana, lakini moyoni sauti inanena, si kila anayekuja anafaa kubaki mwema. Ulinipa maneno kama maua bustani, ahadi zako tamu kama asali mdomoni.